kutuwezesha kuzijua nyimbo zetu, leo tunaangazia wimbo huu, Amazing Grace, yani neema ya ajabu. Nguvu ya kweli ya wimbo huu iko katika hadithi yake. Hadithi ya ukombozi na mabadiliko ambayo inatukumbusha kwamba hakuna mtu asiyeweza kufikiwa na neema ya Mungu. Ili kuelewa kina cha wimbo huu, ni lazima kwanza tumjue mwandishi wake, John Newton, mtu ambaye maisha yake yalionekana kuhukumiwa kutenda dhambi, lakini aliokolewa kwa huruma ya Mungu. John Newton alizaliwa London mwaka 1725, mwana wa nahodha wa meli na mama mcha Mungu ambaye alijaribu kuingiza maadili ya Kikristo ndani yake tangu utoto. Hata hivyo, maisha ya John yalibadilika sana mama yake alipokufa kwa ugonjwa wa kifua kikuu alipokuwa na umri wa miaka 6 tu. Baba yake ambaye mara nyingi hakuwepo kwa sababu ya kazi yake ya baharini, aliacha malezi yake mikononi mwa ndugu ambao hawakujali sana ukuaji wake wa kiroho. Akiwa na umri wa miaka 11, John Newton alianza safari yake ya kwanza ya baharini. Kiligeuka kuwa maisha ya kutotii na uasi. Kadiri alivyokuwa mtu mzima, alizidi kuwa mpotovu. Akajitoa katika maisha ya ufisadi, matusi na dharau kwa Mungu. Alipofikia utu uzima, Newton alijihusisha na biashara ya watumwa, mojawapo ya sekta zisizo za kibinadamu za wakati huo. Kama mfanyabiashara ya utumwa, alisafirisha wanaume, wanawake na watoto kutoka Afrika hadi ulimwengu mpya katika hali mbaya. Moyo wake ulikuwa mgumu kiasi kwamba aliona utumwa ni chanzo tu cha mapato bila majuto yoyote. Lakini Mungu alikuwa na mipango mingine kwa ajili yake. Mnamo mwaka 1748, alipokuwa akisafiri kurudi Uingereza kwa meli ya Greyhound, Newton alipata tukio ambalo lilibadilisha maisha yake milele. Dhoruba kali ilipiga meli kwa saa kadhaa na kuhatarisha maisha ya wafanyakazi wote. Mawimbi yalipiga meli kwa hasira isiyokoma, na katikati ya machafuko na hofu, Newton, ambaye hadi wakati huo alikuwa amemdhihaki Mungu na dini, alifanya jambo lisilotarajiwa. Alimlilia Bwana amrehemu, akisema, "Bwana, uturehemu." Alilia huku akiitazama meli ikiinama kwa hatari. Kimuujiza, dhoruba ilipungua na meli ikafanikiwa kufika bandarini salama. Ingawa Newton hakuongoka mara moja wakati huo, tukio hili lilipanda mbegu ya toba moyoni mwake. Alianza kusoma Biblia na kutafakari maisha yake. Hatua kwa hatua, akatambua uzito wa dhambi yake. Baada ya muda, aliacha biashara ya utumwa na kuwa Mkristo mwenye bidii sana. Miaka kadhaa baadaye, alitawazwa kuwa mchungaji wa Kianglikana na kujitolea maisha yake kuhubiri Injili. Mnamo mwaka 1772, akiwa mchungaji katika kanisa dogo huko Onley, Newton aliandika shairi kuandamana na mahubiri yake ya mwaka mpya. Ndani yake alionyesha ushuhuda wake wa kibinafsi, mtu ambaye alikuwa amepotea kabisa, lakini ambaye kwa neema ya Mungu alikuwa amepatikana. Maneno yake yalionyesha jinsi Mungu alivyobadilisha maisha yake. Neema ya ajabu kutoka kwa Bwana ambaye aliokoa mtu maskini. Nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Nilikuwa nimepotea, lakini alinipata. Shairi hili lilitokana na uzoefu wake binafsi na vifungu vya Biblia kama vile Waefeso sura ya 2, mstari wa 8 na 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Upesi ulianza kuenea kati ya waumini. Miaka kadhaa baadaye, uliwekwa kama wimbo tunaujua leo na ukawa wimbo wa kuabudu. Kwa miaka mingi, Amazing Grace ukawa zaidi ya wimbo wa Kikristo tu. Ulikuwa ni wimbo wa matumaini kwa wanyonge na ukumbusho wa huruma ya Mungu kwa wakosefu. Katika
karne ya 19, Waamerika wa Kiafrika waliokuwa watumwa huko Marekani waliokubali kama wimbo wa ukombozi. Na baadaye katika karne ya 20 uliimbwa kwenye maandamano ya haki za kiraia na akina Dr. Martin Luther King. Hata nyakati za misiba, wimbo huu umekuwa kimbilio. Katika mazishi ya wahasiriwa wa mashambulizi na maafa, katika makanisa yanayoteswa duniani kote, na katika nyumba ambamo huzuni hutawala, maneno yake yanaendelea kutukumbusha kwamba neema ya Mungu inatosha. Haijalishi tumeanguka mbali kiasi gani. Athari ya Amazing Grace haipo tu katika maneno yake mazuri, lakini katika ushuhuda wa mwandishi wake, John Newton, ambaye hapo awali alikuwa mfanyabiashara wa watumwa. Aliishia kupigana dhidi ya utumwa pamoja na William Wilberforce, akichangia kukomesha biashara ya watumwa katika milki ya Uingereza. Katika miaka ya baadaye, Newton alikuwa akisema, kumbukumbu yangu karibu imekwisha, lakini nakumbuka mambo mawili kwa uwazi sana. 1, mimi ni mwenye dhambi mkuu, na 2, Kristo ni Mwokozi mkuu. John Newton alikufa mwaka 1807, lakini ujumbe wake unaendelea kuishi. Kila wakati tunapoishi Amazing Grace, hatuimbi tu wimbo, tunatangaza ukweli wa milele. Mungu anaendelea kutuokoa, kutubadilisha na kurejesha maisha yetu. Leo, zaidi ya karne 2 baada ya kutungwa kwake, neema ya ajabu inasalia kuwa mojawapo ya nyimbo za Kikristo zilizoimbwa zaidi katika historia. Wimbo umeimbwa katika mitindo mingi tofauti, ukitafsiriwa katika lugha nyingi na kuimbwa katika makanisa, matamasha na hafla kubwa. Ujumbe wake unabaki kuwa na nguvu kama siku iliyoandikwa, kwa sababu mwisho sisi sote ni John Newtons. Sisi sote tumepotea, tumepofushwa katika dhambi zetu, lakini kwa sababu ya Kristo tunaweza kuona leo. Karibu tuimbe wimbo huu, neema ya ajabu, Amazing Grace.